Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunalea kwa upendo, tunalea kwa moyo wa malezi na tunalea kwa hofu ya Mungu na unyenyekevu mkubwa sana. Leo tutaenda kuzungumzia watoto wanapokuwa likizo. Mambo ya kuzingatia watoto wanapokuwa likizo. Watoto wanapokuwa likizo si tu kwamba wanakuwa wako katika mapumziko peke yake, hapana, bali wanakuwa pia wapo katika kujifunza vitu vingi sana ambavyo wanakuwa wanakosa nyumbani wakati wakiwa nyumbani. Swali la kujiuliza, je, watoto wetu wanapokuwa nyumbani wanajifunza, yani tunawafundisha na kuwatengeneza, au tunawaharibu bila ya sisi wenyewe kujua? Tukumbuke kwamba watoto wetu wanajifunza zaidi kwa kutuangalia sisi vile ambavyo tunaenenda. Yani sisi bila hata kujua, kumbe watoto wetu wanakuwa wanajifunza kutoka kwetu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama utakuwa haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu au ukatutumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Jambo la kwanza ni kupanga ratiba na muda wa mtoto. Kuwa likizo sio kukosa utaratibu. Mtoto anapokuwa hana utaratibu wala haujampangia ratiba, maana yake pia hapo anaweza akawa hana nidhamu. Kwa hiyo panga muda wa kula, panga muda wa kupumzika, panga muda wa kucheza, panga muda wa kujisomea. Lazima umfundishe mtoto kufuata utaratibu na anakuwa na ratiba. Kwa sababu ukiangalia wanapokuwa wako shuleni wanakuwa wanafuata ratiba. Kuna ratiba za vipindi ambapo unakuta wanacheza, wanatoka mpumziko, wanaenda labda kula chakula, wanafanya nini, wanajisomea, wanakuwa wanaishi katika utaratibu. Kwa hiyo wanapofika likizo nyumbani, endeleza utaratibu. Usipofanya utaratibu, mtoto anakuwa hana nidhamu. Likizo inapokuwa imekwisha, akifika shuleni anaenda kuonekana ni mtu wa ajabu, kwa sababu anakuwa ameadapt, yani anakuwa amechukua nyumbani vitu ambavyo havina utaratibu. Kwa hiyo watoto wana tabia ile ya muendelezo. Kwa hiyo unaweza ukakuta anaenda shuleni tena anaenda kusumbua. Kwa hiyo hakikisha unaweka ratiba na kunakuwa na utaratibu wa kufuata. Jambo la pili ni kuchunguza marafiki na mazingira ya mtoto. Wakati wa likizo ni wakati ambapo mtoto anakuwa na uhuru zaidi. Kwa hiyo wewe kama mzazi hakikisha unajua kabisa kwamba mtoto wako anacheza na kina nani, mtoto wako marafiki zake ni kina nani, anazunguka na kina nani, anaenda wapi, anafanya nini, kwa muda gani. Hakikisha hivyo vitu unavifuatilia sana kama mzazi, kwa sababu usije ukasubiri mtoto wako akaharibika alafu ndio ukaanza kuuliza maswali. Hakikisha kwamba unamwangalia mtoto wako na kujua kabisa marafiki wazuri wanamsaidia mtoto wako kuwa na nidhamu na wanamsaidia mtoto wako kuhakikisha anatimiza ndoto zake. Hakikisha unajua kabisa marafiki ambao wanazungumza, yani wanamingo na mtoto wako ni watu gani ambao wanakuwa wako karibu na mtoto wako. Ni msingi kabisa wa kuzingatia wakati wa likizo, usipuuzie hiki kitu. Jambo la tatu ni kudhibiti matumizi ya simu, TV na mitandao ya kijamii. Ndugu mzazi, chagua kuwa macho na masikio ya mtoto wako. Hakikisha mtoto wako anaangalia nini. Hakikisha unadhibiti vitu anavyoviangalia mtoto wako. TV, mitandao ya kijamii, simu zinaweza zikawa mwalimu mzuri wa mtoto wako au mwalimu mbaya kabisa kwa mtoto wako, ambaye anampotezea mtoto wako ndoto zake. Kwa sababu mara nyingi unatakiwa mzazi ujue mtoto wako anaangalia nini kwenye simu, mtoto wako anafuatilia nini kwenye TV, kwenye mitandao ya kijamii anafuatilia nini. Hakikisha unadhibiti. Wakati mwingine usipokuwa makini, watoto wanaangalia video mbaya, picha za ngono. Mtoto mdogo unakuta anaangalia kwenye simu, anaangalia wakati mwingine picha ambazo hazifai kwenye TV, vipindi ambavyo sio vya watoto, unakuta mtoto anavifuatilia. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia mwanzo kabisa, chagua kuwa macho na masikio ya mtoto wako wakati wa likizo, ili uweze kumsaidia mtoto wako wakati wa likizo. Usije ukajikuta amejaza kwenye kichwa chake, yani ubongo wake sasa anajaza vitu ambavyo havimsaidii bali vinamwangusha. Jambo la 4 ni ushirikishwaji katika majukumu ya nyumbani. Ndugu mzazi, wakati wa likizo ni wakati sahihi sana wa kuhakikisha sasa unamfundisha mtoto uwajibikaji.
Muangalie mtoto wako umri wake, mfundishe kufagia, mfundishe kupika kama basi ni mkubwa, mfundishe kuosha vyombo, mfundishe kudeki, afanye zile shughuli za pale nyumbani. Mara nyingi unakuta watoto wengi wakati wa likizo akifika nyumbani anakaa tu, yani anaangalia TV, ana simu yake, anacheza, anafanya shughuli zingine. Hawezi kuhakikisha kwamba amefanya kazi, hata hawezi kutandika kitanda. Mtoto ambaye anafundishwa majukumu ya nyumbani, maana yake unamuandaa kesho kujitegemea. Usipomfundisha leo mtoto wakati wa likizo anapokuwa amekuja na yuko nyumbani, au hata kama yuko day, anasoma yani day school au ni boarding, yupo nyumbani pale sasa ni likizo. Hakikisha unamfundisha kazi za nyumbani. Sio kazi zote za nyumbani zifanywe na dada tu. Yeye pia ashiriki katika kazi za nyumbani. Afagie, adeki, aoshe vyombo, atandike kitanda, afute mabuibui, apanguse, hakikisha anaweka mazingira yakiwa safi. Usifikiri unapomfundisha mtoto wako uwajibikaji ni unamtesa. Usifikiri unapomfundisha mtoto wako kwamba afanye shughuli ni kwamba unakuwa umemuonea. Unamfundisha uwajibikaji. Usipomwandaa mtoto wako, utakuwa umemwandaa house girl kuja kuwa mama bora kesho, na mtoto wako anakuja kuwa mama wa ajabu. Jambo la 5 ni kutumia muda wa pamoja kwa upendo na mazungumzo. Hili ndilo jambo la msingi kabisa kwa mzazi, yani mzazi kwa mtoto wake. Hakikisha kwamba hiki kipindi cha likizo pata muda hata dakika 10, 20, 30 za kuzungumza na mtoto wako, kumsikiliza, kujua maoni yake, kuangalia vipaji vyake na kumsaidia kwenye mambo ambayo anahitaji msaada wako mzazi. Wakati mwingine zawadi peke yake hazitoshi. Muda wako pia unatakiwa uwepo. Kuwa na muda na mtoto wako. Hata dakika kidogo tu, kaa naye, ongea naye, cheka naye, furahi naye. Sio eti tu mpaka umeleta zawadi ndio ujue kwamba umempenda mtoto wako. Wakati mwingine mpe muda, msikilize. Hapo utaweza kujua hata changamoto zake. Wakati mwingine itakuwa rahisi kwake kuwa wazi kukuambia changamoto ambazo anapitia. Mzazi mwenzangu, watoto wetu hawakumbuki zaidi tulichowapa, bali hukumbuka zaidi jinsi ambavyo tumefanya wajisikie. Kumbuka, likizo hupita, lakini tabia inabaki na maisha yanakuwa yakiendelea. Tuchague kuwalea watoto katika misingi ambayo ni bora. Mzazi hauhitaji kuwa mkamilifu sana, bana. Unachohitaji ni kufanya jitihada za kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama wakati wa likizo. Na wakati wa likizo basi anakuwa amepata vitu tofauti ambavyo wakati yuko shule anakuwa havipati kutoka kwako wewe mzazi. Tujitahidi kutengeneza jamii ambayo tutakuwa na watoto ambao watakuwa ni taifa ambalo linaweza kusaidia watu wengine. Taifa ambalo linaweza kuwa na mtazamo chanya. Taifa ambalo linaweza likaleta vitu chanya na kusaidia jamii nzima kwa ujumla. Asante sana kwa kuwa nami. Asante sana kwa kuwa familia ya Moyo wa Malezi. Tuendelee kwa pamoja kusaidiana ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza kizazi chenye neema, kizazi chenye baraka, kizazi ambacho kitasaidia kesho. Sio kizazi ambacho kitamuona mzazi amesimama ni mzee, hata kwenye gari hawezi kupishwa kwenye siti, hawezi kusaidiwa hata mzigo. Tusitengeneze kizazi ambacho kinakuja kuwachukia wazee. Tutengeneze kizazi ambacho kitawapenda wazee. Asante sana na Mungu akubariki.